Pata kibali, ujue kibali kinatunzwa. Usisahau hicho kitu kwenye maisha yako. Kama umepata kibali, ujue kibali kinatunzwa. Kibali ni roho ya Mungu kuwa juu ya mtu, ni mafuta, ni upako wa Mungu kuwa juu ya mtu, ni uso wa Mungu kujifunua kwenye maisha ya mtu, ili Mungu aweze kumfanikisha huyu mtu, afanye mambo yake yafanikiwe kwa wepesi. Kwa sababu kazi ya kibali ni kutupa kufanikiwa kwa wepesi. Sasa kama ni anointing, uwe na uhakika upako unajaa, upako unapungua, upako unaisha. Kwa lazima tukusaidie pia namna ya kuutunza huo upako au kukitunza hicho kibali, ili Mungu akusaidie kisiweze kupotea kibali ambacho Mungu amekupa. Na nitakubizo wa Paulo katika sura ya mwisho ya kitabu cha Timotheo, kwa waraka wa kwanza wa Timotheo, ni kumtaka Timotheo kulinda ile amana aliyopewa. Amana, tafsiri moja wapo ya amana ni tunu, ni kitu cha thamani ambacho kimeachiliwa kwenye maisha yako. Kwa mtu ambaye anasoma sheria anaweza nielewa sana tunaposema amana, kwa sababu kwa lugha ya kisheria ni kama vile collateral. Ni kitu ambacho naweza kusema kinaendana na neno mdhamana, kitu ambacho kinashikiliwa ili kukufanya uwe huru au kina thamani na wewe. Lakini kwa lugha pia ya kiroho ni kile kibali ambacho Mungu amekupa, ni ile heshima ya kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako, kinaitwa amana. Si tu kwamba Mungu amekupa hiyo neema, Mungu amekupa hiyo huduma, Mungu amekupa hicho kibali. Paulo anachomsisitiza Timotheo, anything you are given from God, chochote unachopewa kutoka kwa Mungu kinatunzwa. Na hakitunzwi na Mungu, Mungu anakusaidia kukitunza, kinatunzwa na wewe. Kwa sababu Mungu amekupa, kilikuwa cha kwake, amekupa wewe. Kwa kama Mungu amekupa upako, hana kazi ya kukulindia upako. Ni wewe unayetakiwa kujua kitu gani kinaondoa upako, nisikiendee hicho ili uendelee kukaa katikati yangu. Unajua, nilikwambia siku ya kwanza, furaha ya watu wengi sana mbele za Bwana ni kuinuliwa, na hakuna mtu asiyependa kuinuliwa. Lakini ni maandalizi ya watu wachache ambao huwa wanajiandaa kulinda kuinuliwa. Prosperity, utajiri ni jambo moja, kudumu kwenye utajiri vizazi na vizazi ni jambo jingine.